Katika ulimwengu uliojaa mengi, kuna maisha ambayo hupimwa kwa mali, lakini kuna maisha ambayo hupimwa kwa uaminifu. Hiki ni kisa cha Mwape, mtu wa kawaida kabisa ambaye aliruhusu Mungu aumbe moyo wake kwa ushuhuda wa ajabu kwa wengine. Mwape hakuanza akiwa tajiri. Hakukuwa na ahadi ya umaarufu wala utajiri kwa Mwape, lakini kulikuwa na jambo moja moyoni mwake: napenda kuwa wa kwanza kazini kwa sababu Mungu amenipa saa zangu bora. Haya ndiyo yaliyokuwa maneno ya Mwape kila wakati. Akiwa mtoto wa pwani ya Fiji, alijifunza kazi ngumu, nidhamu na heshima kwa Mungu. Kila hatua ya maisha yake ilianza kwa maombi. Kulikuwa na nyakati za changamoto, mashine ziliharibika, ajira ilionekana kuyumba, watu walikata tamaa, lakini Mwape alichagua kuendelea kusonga mbele, akiamini kuwa kila hatua ilitoka kwa Mungu. Alipohamishwa, alipohitaji kuanza upya, hakunung'unika. Alisema moyoni, tuko hapa kwa ajili ya Bwana, si kwa ajili ya starehe. Hata pale fursa za pesa zilipoonekana, Mwape hakuuza imani yake. Aliamini kuwa fedha haiwezi kuibadilisha kile Mungu amekusudia kukijenga moyoni. Miaka 52 ya huduma. Hakukuwa na hazina kubwa ya dunia, lakini kulikuwa na hazina isiyopotea: amani, furaha na ushuhuda. Siku ya mwisho ilipofika, hakulia kwa majuto, alitabasamu, na kwa sababu alijua aliishi maisha yenye maana. Na somo linabaki wazi kwa kila mmoja wetu: Mungu hakutuitia maisha rahisi, lakini ametuitia maisha ya kusudi. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Anza pale ulipo, anza na ulicho nacho, kwa sababu maisha tunayoishi kwa ajili ya Mungu hayapotei kamwe, na huduma ya maisha kwa ajili ya Mungu kubariki vizazi hata vizazi.